Kwanza, kila mtu ana mashina mawili ya ukoo, shina la kujiandikisha na shina la kizazi. Shina lako la kujiandikisha ni wale watu unaowaandikisha binafsi, watu wanaoandikishwa na wale watu ulioandikisha na wengineo baada ya hao. Kila mtu unayemwandikisha binafsi anaenda katika ngazi ya kwanza ya shina la kujiandikisha. Katika shina hili hakuna kikomo cha watu unaoweza kuwa nao. Hivyo, ukiandikisha watu 20, unao watu 20 katika ngazi ya kwanza ya shina lako la kujiandikisha. Sasa shina la kujiandikisha litatumika kuamua mambo matatu. Jambo la kwanza, cheo chako. Watu walio katika shina la kujiandikisha pekee ndio wanaoweza kuamua cheo. Jambo la pili, bonasi za kuanza haraka. Wakati unapanda cheo, utalipwa bonasi hizi kwa wingi wa hadi ngazi 10 chini katika shina lako la kujiandikisha. Jambo la tatu, bonasi za kulingana. Shina lako la kizazi linahusisha watu wote walioko katika shina la kujiandikisha na linaweza au lisiweze kuwa na watu ambao wanaweza kuwekwa chini yako kwa nyongeza. Katika kizazi, kila mtu ana nafasi 2 tu za mbele, na pale nafasi hizi zinapojazwa na watu ulioandikisha binafsi au kuongezewa na walio juu yako katika kizazi, mtu mwingine yeyote utakayemwandikisha anaangukia chini ya watu hao. Kitu kimoja cha pekee tunachofanya ili kusambaza nyongeza na kusaidia idadi kubwa ya watu kufanikiwa ni tofauti na vizazi vya mipango ya fidia vilivyozoeleka ambavyo hujaza kushoto kuelekea kulia. Kizazi cha Live Good hujaza nafasi za kushoto kwanza kisha kulia, kwa hiyo hii ni ngazi yako ya pili. Mfano, ukiandikisha watu 4 zaidi, badala ya kwenda chini ya watu 2 wa kulia wa kwanza na kuwafaidisha hao pekee, tunawaweka kila mmoja chini ya watu 4 ili watu wote 4 wapate nyongeza pia kabla mtu anayefuata hajajaza upande wa kulia. Sasa wewe utalipwa 2.5% ya ada ya kila mwanachama kila mwezi katika kizazi chako bila kujali nani amewaandikisha, na hii inaenda ngazi 12 hadi 15 chini kulingana na cheo chako. Pamoja na kulipwa na kizazi cha wote walio chini yako, ambayo ni sehemu kubwa ya mpango wa fidia, hadi sasa ni bonus za kulingana, ambazo zinakuruhusu kulinganishwa na cheki ya kizazi kizima ikiwezekana na kila mtu aliye katika shina la kujiandikisha kila mwezi. Kwanza utalinganishwa kwa 50% ya cheki ya kizazi cha kila mtu uliyemwandikisha binafsi bila kujali wanaangukia wapi katika kizazi. Kwa hiyo mfano, ulimwandikisha mtu, sio tu unalipwa katika kizazi chako na kila aliye chini yake, lakini pia unalipwa juu yao tena kwa sababu umelinganishwa nao katika kizazi chao. Ikiwa wanatengeneza $1,000 kwa mwezi katika kizazi chao, na wewe utalinganishiwa kiasi hicho kwa 50%. Kwa hiyo unaongezewa $500 kupitia mtu huyo mmoja tu, ukiongeza na kamisheni zako nyingine katika kizazi. Ukiandikisha watu 10 na kila mmoja wao anaingiza $400 kwa mwezi katika kizazi mfano, unapata nyongeza ya $200 kutoka kwa kila mmoja wao, na huu ni mwanzo. Kadri unavyopata cheo cha silver na juu zaidi, utaweza kulinganishwa na watu wengi zaidi katika timu yako. Bonasi za kulinganishwa zinapigwa hesabu kupitia wapi watu wanapoangukia katika shina lako la kujiandikisha, lakini zinalipwa kutokana na wapi wanaangukia katika kizazi. Na ninajua hilo linaweza kuwa limekuchanganya kidogo, lakini na kuahidi utaelewa muda mfupi ujao. Hivi ndivyo inavyofanya kazi. Katika shina lako la kujiandikisha, kila mtu unayemwandikisha binafsi anaanzisha tawi la shina jingine la kujiandikisha. Mfano, umesajili watu 10, utakuwa na matawi 10 ya shina la kujiandikisha. Koo za bonasi za kulinganishwa zinapigwa hesabu katika kila tawi kwa kujitegemea. Tukitumia mfano wa matawi, hivi ndivyo inavyofanya kazi. Mfano, upande cheo na kufikia platinum, ina maana una vigezo kulipwa na koo 2 za washirika wa silver, koo 3 za washirika wa gold na koo 4 za washirika wa platinum. Kwa hiyo, tukitumia mfano wa matawi 10 ya mashina ya kujiandikisha, tuseme katika tawi hili la kwanza, mtu wa kwanza uliyemwandikisha akaandikisha watu 2, na hao 2 wakaandikisha wengine kiasi na kujiongeza kiasi tena, na boom, mtu katika ngazi yako ya 4 amepata cheo cha gold. Umati wote huu ni ukoo wako wa kwanza. Kwa hiyo, unakuwa na vigezo vya kulinganishwa na ukoo wa kwanza wa cheo cha silver 10%, ukoo wa kwanza wa cheo cha gold 5%, na kulinganishwa na ukoo wa kwanza wa cheo cha platinum ambayo ni 5%, na jumla ni 20%.
kwa kila mtu nje ya na chini ya mshirika wa kwanza wa gold. Kwa sababu mshirika wa gold ana vigezo vya kulinganishwa na ukoo wa washirika wa silver, umati wa wote walio chini ya mshirika huyu wa gold ni ukoo wake wa kwanza wa silver na gold, ambapo maana yake ni koo zako za pili za umati wa silver na gold. Lakini bado ni ukoo wako wa kwanza kwa platinum, kwa sababu hakuna cheo kingine cha platinum kati yako na umati huu. Sasa tuangalie hayo yanamaanisha nini kuhusiana na namna unavyolipwa bonasi za kulinganishwa. Si tu kwamba watu hawa wako katika shina lako la kujiandikisha, wako katika kizazi chako pamoja na kila mtu katika shina lako la kujiandikisha, jumlisha na nyongeza yoyote unayoweza kuwa umepokea. Sasa turudi katika kile kilichokuwa kinatuchanganya hapo awali. Bonasi za kulinganishwa zinapigwa hesabu kupitia wapi watu wanaangukia katika shina lako la kujiandikisha, lakini zinalipwa kupitia wapi watu wanaangukia katika kizazi. Nilikwambia italeta tu maana. Kwa hiyo utapata 20% ya kila wanachopata watu wote hawa katika kizazi chako kila mwezi, bila kujali wanaangukia wapi katika kizazi chako. Hakuna kikomo kabisa juu ya watu wangapi unaweza kulinganishwa nao, kiasi gani unaweza kupata katika bonasi za kulinganishwa, au mara ngapi unaweza kulipwa kwa umati huo. Subiri, unasemaje? Ndio, tazama hii. Mwangalie huyu mtu katika ngazi ya 14 katika kizazi chako. Tayari unalipwa juu yake katika kizazi, na pia unalinganishwa na kizazi chake ambamo yeye yumo. Kizazi cha mtu huyu ambaye huyu yupo, kizazi cha mtu huyu mwingine ambaye huyu yupo, kizazi cha mtu huyu, 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 kizazi cha mtu huyu na kizazi cha mtu huyu, ambayo inamaanisha unalipwa kupitia mtu huyu mmoja mara 11. Ndio, bonasi za kulinganishwa ni kubwa. Na kama hiyo haitoshi, tumeweka pia 2.5 ya kila dola inayoingia katika kampuni nzima ndani ya makundi ya bonasi kwa ajili ya viongozi wa vyeo vya Diamond na Taji Diamond. Hii inajumuisha mapato kutokana na malipo ya wanachama kwa mwezi na kwa mwaka, ada za kuandikisha washirika na manunuzi yote ya bidhaa. Kwa hiyo kama kampuni ikipata milioni 10 kwa mwezi mfano, ina maana dola 200,000 zitaenda kwa kundi la Diamond na dola 50,000 kwa kundi la Taji Diamond. Kwa hiyo kama kuna watu wenye vyeo vya Diamond kwa kampuni mfano, kila mmoja atapata dola 4,000 kama bonus ya mwezi juu ya sehemu nyingine zote za mpango wa fidia. Ndio, ni kubwa namna hiyo. Sasa baada ya kujua namna unavyolipwa, ni mbinu gani ya kujenga? Rahisi. Andikisha watu. Ni hivyo tu. Kadri unavyoandikisha watu zaidi, ndivyo utakavyoona ongezeko, ndivyo utakavyopata bonasi za kulinganishwa zaidi, na ndivyo utakavyotengeneza pesa zaidi. Huwezi kujua ni nani Diamond ajaye katika taasisi yako au wapi atatokea. Endelea tu kushirikisha wengine. Ni hivyo tu. Twende sasa.